Yohana Mtakatifu mlango wa 6 mstari wa 53, ambapo Yesu Kristo anasema kwamba msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Alafu mlango wa 54 unasema ya kwamba aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Mwili wa Yesu Kristo ni neno lake Yesu Kristo, ambayo ni lazima uiweke ndani yako, uishike, uisome, uitafakari mchana na usiku. Kwa maana kama unataka kuzaliwa kwa mara ya pili, hii inawezekana kwa wewe kuipenda neno. Ukipenda neno lake Yesu Kristo, unapata fursa ya nafasi yake Yesu Kristo kukuzalisha mara ya pili, na uweze kuwa yule ambaye ametoka katika kifo ya roho. Kwa sababu kama wewe ni yule mtu ambaye ni mtenda dhambi, usiyempende Yesu Kristo, umekufa kiroho katika roho yako, jinsi yule Adamu alivyoambiwa na Mungu ya kwamba utakapokula hii matunda katikati ya hii shamba ya Edeni utakufa. Lakini tunapata ya kwamba Adamu aliishi miaka takriban 900 katika mwili, lakini alikuwa amekufa katika roho, kwa sababu jinsi alivyokuwa akielewa dunia, jinsi alivyoweza kuwapa majina wanyama wote katika dunia hii, miti, matawi na kila kitu, ile roho ya hekima yake Yesu Kristo ilitoka ndani yake Adamu. Sasa kama unataka kurejeshwa katika uhai wa kiroho, uweze kutazama mambo katika roho, uweze kuwa na uzima wa milele, ni sharti uile mwili wake Yesu Kristo na damu yake Yesu Kristo. Na pia unaweza kukula kwa kusoma neno, au pia unaweza kukula mwili wake Yesu Kristo kila wakati ambapo unakula chakula chako. Unaweza kunena kwa kutumia maneno yako, unasema hii ni mwili wako, na kama ni maji ama kinywaji unasema ya kwamba hii ni damu yako Yesu, katika jina lake Yesu Kristo. Na hivyo ndivyo Yesu Kristo aliamrisha wale wote ambao wanamwamini wawe wakitenda, ili wawe na uzima wa milele ndani yao.